Yes, shalom tena taifa la Mungu, karibuni tena katika madhabahu yetu ya Prayers Charismatic. Somo letu linasema kwamba shida sio jangwa kama wengi wanavyodhania. Ni kwa nini shida sio jangwa kama wengi wanavyodhania? Basi tutaongoza na kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura 29 ule mstari wa 5. Nami miaka 40 nimeongoza jangwani, nguo zenu hazikuchakaa juu yenu, wala kiatu chako hakikuchakaa katika miguu yako. Ndugu yangu mpendwa, mwana wa Mungu anayesikiliza wakati huu, watu wengi tumedhania kwamba shida imekuwa ni jangwa. Jangwa kwa tafsiri nyingine ama katika maana nyingine ni kwamba ni yale mazingira ambayo katika hali ya kawaida unapitia. Yaani mazingira ambayo kimsingi waone kama kwa kuwa nafaa, mkini mazingira ya magonjwa, mkini mazingira ya uchumi, mkini katika familia, mkini katika hali yote ambayo unapitia. Ama mazingira mtu wa Mungu ndio jangwa katika maisha yako. Lakini kitu cha ajabu ambacho tunaona watu wa Mungu, mara nyingi watu wamekuwa ni watu ambao wenye kutazama hali ambayo anapitia. Wengi wamekuwa kitazama na kusema kwamba hali hii itaniua, hali hii haitanifanya niende pale nilipo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana taifa la Mungu. Lakini kitu ambacho naona hapa, maandiko yanatuambia kwamba nami nimewaongoza. Kwa hiyo kumbe tatizo sio jangwa, tatizo ni nani anayeongoza katika jangwa. Tatizo ni nani anayeongoza katika hali unayopitia. Tatizo ni nani anayekuongoza katika uchumi unaopitia. Tatizo ni nani anayekuongoza katika mapito unayopitia. Nisikilize mtu wa Mungu. Maandiko yanasema nami niliongoza jangwani, nguo zenu hazikuchakaa. Nini maana nguo zenu hazikuchakaa? Nguo kwa maana nyingine ni jambo ambalo linahitaji. Kwa wale waliosoma kipindi cha nyuma walikuwa wanaelewa kwamba moja ya kitu ambacho tulifundishwa na walimu ni kwamba moja mahitaji muhimu ni chakula, mavazi pamoja na malezi. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana taifa la Mungu. Kwa hiyo mavazi ilikuwa ni kitu ambacho ni cha thamani sana. Nikiwa ni kitu ambacho ni cha heshima. Maana yake unagundua kabisa kwamba kama Mungu anasema kwamba nguo zao zikuchakaa, maana yake kumbe Mungu anaweza akakuheshimisha. Mungu anaweza akakuthaminisha. Wakati huo unapitia katika hiyo hali, lakini bado Mungu hawezi kukuacha. Bado Mungu ataendelea kukupa heshima. Bado Mungu ataendelea kuheshimisha familia yako. Bado Mungu ataendelea kuheshimisha uchumi wako. Bado Mungu ataendelea kuheshimisha kazi yako. Pamoja na kwamba unapita kwenye magonjwa, pamoja na kwamba umekataliwa, pamoja na kwamba unaishi maisha, lakini bado Mungu ana mpango na wewe. Nisikilize mtu wa Mungu. Mungu anasema kwamba na viatu vyenu havikuchanika, viatu vyenu havikuchakaa. Maana yake nini? Viatu maana yake inaonyesha kwamba ni hali ya safari fulani. Unaweza kusafiri miaka mingi sana, pamoja na kwamba unapita hapo ulipo, lakini inaturudisha kwamba pia wakati mwingine Mungu atutoi hapo kwa hapo. Yaani papo kwa hapo kwamba ninaumwa ugonjwa huu akanitoa hapo na hapo. Lakini katika ugonjwa huo uliokuwa nao, bado Mungu anaweza kukutoa na kufanya ukatembea umbali mrefu na bado usichoke. Tumsifu Yesu Kristo watu wa Mungu. Anasema kiatu chako hakikuchakaa. Kwa kumbe maisha ya watu hawezi akachakaa. Na ndio maana maandiko anasema kwamba yavumilie mpaka mwisho ndiye atakayefanya, ndio atakayeokoka. Kwa kumbe kuokoka kupo katika kutazama hali unayopitia. Bali tumtazame Mungu ambaye anaongoza njia zetu, anaongoza mpito wetu, anaongoza hali tunayopitia. Na tukimtegemea Mungu, Mungu anasema hivi, hatutochakaa. Watachakaa wao ambao tumaini lao lipo kwa Mungu. Lakini wewe ambao unapita kwenye hali unayopitia, lakini tumaini lako lipo kwa Mungu, anasema safari yako utaikamilisha. Safari ya Israeli ilikamilika, lakini kwa hali ambayo ilipitia. Kwa kumbe ukitazama hali uliyokuwa nayo, ukapima kwa namna uliyokuwa nayo, na usipomtazama Mungu katika hiyo hali, mtu wa Mungu, unaweza ukaishia katika hali ambayo si hali ya kutevu. Kwa tatizo watu wa Mungu si jangwa. Tatizo watu wa Mungu ni nani anayekuongoza katika jangwa? Unamtazama nani katika hilo jangwa? Mungu akubariki sana. Tukutane katika sehemu inayofuata. Jaribu kulike, kushare na comment. Na Mungu akubariki sana. Na neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Shalom, shalom, shalom.